paka kuna mada haswa. Hope ya kutusi hapo mwana umenipata. Usi Nimeupata mwanga, nimeipata nuru, kwako nimekaa na hisi niko huru, siwezi ruka ruka kama vile kunguru, upo moyoni mwangu. Yo, what's up my good people, this is Rama the Great. Na leo tuko katika maeneo haya Mariakani na tuko na ndugu zetu hapo wawili, mmoja wenyewe wataenda kujitambulisha kwa majina, alafu sasa hii ni show inajiita The Comeback. Comeback ni moja tu peke yake. Na ndugu zangu, ukiwa ni mara kwanza kutazama Mariakani Media, usikose kusubscribe, ushare, alafu ukiingia katika mtandao wa Facebook bado unatufollow pale kama Mariakani Media, TikTok pia kama Mariakani Media. Yo, mambo vipi? Poa bro. Poa zima? Niko poa kabisa brother. Unajulikana kama nani? Julikana kama Hassan Rajab aka Velv. Velv. Yes. Na wewe? Mimi naitwa Ramadan Hussein aka Salam 36 hapa. Rama, unajua Rama ni somo bado. Jina kubwa hili. Yo, sasa tuje kule kuambizana ile ukweli. Kwa sasa hii kuna kama mwemko mpya wa vijana ambao katika tasnia hii ya muziki, tuseme katika hii kuanzia mwezi wa 7 mpaka Disemba kumekuwa na trending nyingi ambazo zinaendelea hapa kwetu Pwani, na tunaona ni vijana wadogo wanafanya vizuri. Sasa kwa miaka mingi hatujaona huko nyuma, ni kwa sasa hii tumeona muziki wao ukienda. Sasa watu wanajiuliza pia nyinyi muziki wao ndo wamekuwa kama inspire katika huo muziki wa sasa hii, ama ni nyinyi mlianza kitambo huo muziki? Katika muziki wa sasa hii sisi pia tumeanza kitambo, lakini ile kitu wanafanya umetupa pia moyo, kutuonesha kuna vitu viwezekana, jalishi ni mkubwa ama ni mdogo. Muziki ndivyo ulivyo, wametupa moyo pia kwetu sisi. Na pia tukiangalia muziki wenu sasa hii ni muziki ambao umebadilika sana, na ukiangalia muziki ni muziki ambao unapigwa ndani, sababu sisi tunajua muziki pia kuna mafunzo ndani yake. Muziki una mafunzo ndani yake, lakini sasa muziki wenu sasa una kama kuna utafiti fulani, ndio tunaona watu wanaimba, kuna vitu vinawashwa, kuna mapanga pale. Sasa tunashangaa ni muziki wa aina gani? Kwa hiyo unaweza niambia nini kuhusu muziki wenu wa sasa? Muziki wa sasa bro, talent siko si vibaya. Na muziki wa sasa umechangiwa na mambo mengi yanayotokea katika mitaa. Bora tu tuongee tule ukweli unaotokea mitaani kuliko kuelimisha jamii. Kuelimisha jamii kuko tutawaelimisha mistari kadhaa, lakini changamoto nyingi sana tunazipitia mitaani mostly tutaziongelea. Maana wengi wamesoma na muziki pia ni kioo cha jamii, tutaongea kidogo ya mtaani watu elewe ni nini tuwasilisha kwao. Asa sijui ndugu yangu unaweza tujibia zile mapanga, bomu nini pale ndani ya muziki? Yaani ni kama unajua sisi tulikuwa tumezoea tunaona model pale wanatingisha, lakini sasa ni tofauti bro kabisa. Hiki unajua sijui ndio kujibu nini hapo, maana hizo ngoma za sasa hivi kulingana venye zinavotoka zinazungumza maisha venye yalivyo, yani hizi nyimbo zinazotoka sasa za maisha venye yalivyo kweli. Nyingi zinaeleza changamoto za mtaani, ukielezwa kama venye vijana kuna kufuta bangi, vitu kama hivyo yani. Sasa naivuta mimi siwezi jua, maana siko hapo for sure, lakini ninavyojua katika muziki hizi ngoma zinapotoa ni kuelimishana katika jamii, kama venye aliposema ndugu yangu, ukiwa msanii pia ni kama kioo cha jamii, so unafaa ufunze jamii inafaa ishi vipi. So kama ni mabaya pia lazima utaambiwa hili ni baya, na sio tu mambo hili ni baya ulifanye. So unategemea na mtu mwenyewe pia unalipokea vipi ile jambo. Sawa, kuna msanii fulani unajua anasemaje, bangi ni mbaya ndio maana nikiona naichoma. Ni kweli? Bangi ni mbaya ndio maana kiona naichoma. Ni sawa. Sasa mnauzungumziaje muziki wa Mariakani kwa sasa kama nyinyi vijana wa Mariakani, na mnajihusisha na muziki wa aina gani? Muziki ambao najihusisha nao mimi sana nahusishwa na love song, naimba love song, R&B pia napiga, hip hop kiasi hivyo najaribu, lakini pia naesa. Sasa tunajaribu naesa. Na muziki wa Mariakani venye unaendelea, naona unaendelea vizuri kwa sababu kitambo muziki wa Mariakani ulikuwa unaimba na tuseme ni wazee. Kweli. Kitu kama wazee, lakini sasa inaona vijana. Sasa tuko wengi vijana. Vijana tuko wengi, kuna Kali, kuna Sela, kuna mimi Velv, na kuna wengine baadhi, kuna Scrapper, tuko wengi ni vijana. Ndio maana tumejitoa, sioni tuna wazee, na sisi vijana.
Na kwa hii tuseme ni it's group ama ni kila mmoja yuko kivyake hii yenu sasa? Yetu sasa ni group. Mwanzo tumeamua tu kama team. Maana kikweli kusukuma game peke yako inakuwa ngumu kidogo. Kweli. Unaona? Jina la shtua kidogo ni Madafaka Family, wasiogope, tuna mada kibao jamaa, usio mazuri anakuja mkufollow, usio majina ni tofauti. Kuna huu anaitwa Selam 36 hapo ambao ndo mimi, kuna mwanangu Kali 44 pia, yote ni familia pamoja na Velvina Scrapper, yani tuko 4 wale ambao tuwa kama team. Wale wengine kidogo maeneo yako tofauti, hatukutani sana, lakini kufanya mziki kama wanafamilia kwa pamoja, hiyo tumeona ni bora zaidi kushinda kuliko kufanya mtu peke yake. Maana mziki unahitaji umoja kweli. Kusukuma game sio rahisi. Na niulize, mbona leo mko nyinyi wawili ama nyinyi ndio viongozi? Tuko wawili kwa sababu unajua ukiwa peke yako ni kitu kibaya, mnafaa wawili kidogo kufanyike jambo. Wale wengine wako makazi, so huwezi toa mtu kazi uje umwite, lakini tunapatana every Sunday, tunapatana during free time, hizi weekend pia huwa tunaona, lakini ya muhimu tunapatana Sunday. Kama Madafaka Family fanya amekwambia wasishtuke, ni jina tu. Sasa ni kweli ni swali tu ile kwa uwazi, jina linaweza watambulisha, yani linaweza wapatia sifa mkasema watu wakawatambua hao ni watu wa aina gani? Sababu gani sisi tunajua mtu kama vile tunawafuatilia wale wenzetu, utasikia mtu amesema WCB, Wasafi, umeona, kama vile South Soul, wale wanapiga, wanajua tayari wanadini mambo na bar. Sasa leo limekaa tofauti. Sasa Madafaka, umeona, alafu huko kwingine. Sasa unatuambiaje? Yani jina linaweza watambulisha wakajua vijana ama ni vipi? Mada ziko kibao bro, kwa maana tumeamua kujiita Madafaka. Unaona? Si ati tu watu si ama tunatukana, hapana. Mnao. Basi tupokelee vibaya. Vitu ni vingi, mada kibao, kuongelea mambo mengi. Na jina isikushtue, maana angalia tu chenye nawasilisha kwako. Au sio? Maana gang ziko nyingi, kuna double, kuna wale wenzetu pale mbele yao pia Wakanda. Pia wale unaona wako na majina tofauti. Hauwezi sema Wakanda ina maana gani ama double ina maana gani. Angalia vile ambavyo tunakuja kimziki. Tunaangalia muziki sasa. Vile ambavyo tunakuja kimziki. Endapo tumekosea mnatukosoa, au sio? Lakini hakuna ubaya zaidi ya hapo jamaa. Na kama nitakuwa nimekosea mtanirekebisha. Muziki wa sahii kiukweli lazima umfundishe jamii, ama bora muziki mtu asikize beat vile zinazopiga, maneno yanayotolewa pale, ama muziki wa sahii mnafocus na nini sana? Muziki wa sahii bro, natakana ukuwe flexible, nenda na jamii vile inapotaka mwanzo, maana hao ndo wanapokea na hao pia ndo wenye wanakupa support. Kwa hiyo muziki wa sasa hivi kulinganisha na kitambo, tutaweka maneno kadhaa, si yote, hatutaongelea yote kwa sababu pia iliyofanyika kitambo na sasa hivi tofauti. Unaona? Ndio maana muziki wa sasa tumeweka kitu tofauti kidogo, tuuleta ile real lifestyle yenye tutapitia sisi kama vijana mwanzo, pale utakapotupatia nafasi tueleza yaliyotukuta kabla tufike kwenye ile section tuko. Turning the pain into purpose bro, sio kitu rahisi. Hiyo ndio kitu tunafanya na huo ndio muziki. Na kwa sasa hii yani ni nafasi gani ambao, sababu kuna vijana wanakaa wanasema msahii hakuna kazi, umeona? Sababu tunasema muziki wako mwisho wa siku unasema hii ni kazi yako, ndio? Naamini hii ndio itanipatia lishe mwisho wa siku. Hasa wale vijana ambao wanasema hakuna kazi na wewe umeamini kweli muziki ni kazi yangu, unawaambiaje? Mimi nizoambia wangangane, kila mtu ana talent yake, kwa sababu kama mimi muziki ni kazi yangu, basi kumaanisha ni talent yangu, na pia wenzangu wana talent zao. Pia mtu atumie talent yake kama kipato chake pia. Utumie talent yako, ujue talent yako ni gani, unafaa ufanye nini. Kama venye mimi msanii najua nikiimba hapa ndo nakuza talent yangu, na mambo kazi yangu na iheshimu. So mimi ningeambia wenzangu wangangane, na pia mtu angalie nafasi yake iko wapi. Kama una uwezo fulani utumie uwezo, acha kuogopa, tujitoe, tuache kuogopa pia, ndio tutapata kile tunachotaka. Sasa alafu unaambua muziki unafaa kuwa na discipline. Sasa ili jambo la discipline, sababu ni tunajuana sisi vijana, umeona?
vitu vidogo vidogo ndio tunapandishana hasira katika crew, tunazavunja crew. Sasa unaambia muziki unahitaji discipline. Sasa nyinyi mnatumia mbinu gani nyinyi kama vijana pale, kama mko kama group, ili kuzuia zile mihemko tofauti? Ya mkiwa wengi hisia ni tofauti, tumeshinda tofauti, sehemu tofauti. Tukikutana pale ndo tuanza kubadilishana mawazo. Hasira ijengi jamaa ya bwana, sio? Tumakinike. Na hasira ni miongoni mwa vitu ambavyo vinarudisha discipline nyuma. Tunafanya miongoni mwetu pale tunapoongea na wakubwa au wadogo. Maana hiyo ndo jamii mbele yetu, au sio? Sasa washikaji kama vipi tukikutana, huwa mimi sioni mwenye yuko na gundu. Kama kuna shida waieleza, kama kuna mshikaji ana changamoto yaeleza. Yaani hakuna unafiki, mshikaji akitoka kuna kuongea. Usio, kama una jambo lako amekukosea waeleza pale. Sasa wajua ukiweka uwazi katika uhalisia wa hisia zako, pale ndo mtu yapata kuelewa na kuishi kwa amani, mambo yanasonga. Discipline pia kwa ile ya kimoja, kuonesha jamaa siko hitaji hivi na hivi na mambo kadhaa, hivyo ndo tuweza kuwa pamoja. Na mpaka kwa sasa, mpaka sasa hii yani mna ngoma ngapi? Mimi kama mimi naweza sema ni ngoma niko nazo ni ngoma 6. Kama group. Kama group sasa ndo tumepatana, kama group tumekaa tuna project kama 4 hivi. Tumepanga project kama 4. Na tunataka kuachilia before the end of this December. At the end of this year. Ndio tumepanga. Kuna ngoma na huu na wengine pia tuko na ngoma nao. Hivyo tumefanya sasa tunataka kuja na project 4 alafu tunaangalia venye tutakaribisha mwaka ujao 2026. Sasa alafu kando na muziki sababu unajua muziki ni kitu ambacho kingine mnafanya. Sasa sijui kama hii ndo ni biashara main mnafanya ama kuna vitu vingine tofauti mnajihusisha. Jua hii tunaweza tangazana. Najua hapa maybe kuna mtu anapiga wiring hapa, yajulikana anapiga wiring nzuri, na mwisho wa siku pale mtu maybe anataka mtu ambaye anafanya wiring pale ndio akafanya kazi. Kuna kazi maybe mnajihusisha tofauti ama mmesomea nini? Bro, katika mambo na elimu in terms of skills, ukweli mimi bado sijajiunga upande wa kole. Usi. Na kusema mimi kama najihusisha na nini ndo ni jiendeleze kimaisha, ni shughuli za mtaani. Mostly kazi kwa hapa za kushika, leo apata kesho akosa. Usi. Yaani hatuna mimi kivyangu mimi sina kitu nilichokisomea maalum chenye naweza kutangaza kwa jamii yangu kwa sasa. Kwa sababu sijamaliza shule kitambo, niko kama miaka 2 nje. Unaona? Na nikisema kama ni mashughuli tu ya mtaani, hivyo tupambana majukumu kibao, ndio maana ametufinya. Afu vivia mimi kwa upande wangu kama ni ujuzi mmoja. Plumbing pekee ndo nilisomea mabati hapa, ndio pekee yake. Plumbing ndo nilifanya pekee yake, nyingine ni music. Na kama ni mambo na kazi, nina kazi hapa sokoni, hapa marketing hapa chini, kando na kukaranga njugu kama toilet cleaner, mambo safi wa choo. Ninavyojua mimi muziki wetu wa mambo na rapping nini, na ukiangalia background mambo mengi ambayo wanaongelea pale yanaongelea mambo ya uhuni nini bado. Sasa kuna baadhi ya wale vijana wako kule ndani anafanya uhuni. Sijui kama mnatumia hii platform kuwafundisha ama ni vipi, sababu ukiambia mtu tuko kwa uhuni, wewe ni kama ndugu yako, umeona. Mwisho wa siku ni mbinu gani wewe mnatumia kama ni wanamuziki ili kuwafikishia, sababu ninajua mnakaa nao sana. Mnakaa nao. Mazee, katika shughuli za kuambia mtu aache uhuni, kwanza tuoneshe juhudi katika kuzishughulikia talanta. Kwa watu kibao street wamepigika, ndio maana wamebadilika kitabia. Mazee, street ndio yabadilisha. Talanta ziko kibao. Talanta kibao, au sio? Lakini sasa kitu ambacho chenye tuweza fanya, tumeamua kuonesha wanajamii kwa waweza tumia talanta pia. Kuonesha kuwa waweza itumia kwa upande mwingine kama njia ya kupata riziki. Uhuni haufai jamaa, hicho ndio kitu cha kwanza tafaa tushike. Fikiria yule unamshikia panga ni dadako, ni mamako, anachukuliwa kama vipi. Yaani weka hiyo taswira katika ule uhalisi unamfanyia mtu. Unaona? Alafu jaribu kujiweka hiyo nafasi wewe kama wewe. Ukifuatilia kujishughulisha katika shughuli za biashara tofauti mbali na uhuni, walai mambo mengi yataachwa. Maana uhuni ni mambo ya kizamani, ndio yanafanyika kwa sahihi yako mengi. Hiyo inaletwa kwa kuwa tuko wengi na hatuna kitu cha kufanya. Unaona, tukigeukia talanta support na kwa kidogo mtu anakata tamaa kidogo street, bado yarudi kule. Sasa inakuwa ngumu.
nakuta mtu yatumia vitu tofauti. Ni zile depression zenye yapitia mtaani. Cheki huja kula kitu sona. Huo ndio ukweli wa maisha mazee. Ndio maana unapata vijana leo ameona kitu pale kwa jirani ashachukua. Na ule mkono anza vile vile mwisho mtu wengine nashukuru, wengine kidogo mtani wambadilika, nakubali Mungu yafanya jambo, ametuonesha njia, kwa kuna njia nyingine mweza fanya mkapata riziki. Hapo toshukuru kwa hilo man. Yo ambua hii ni comeback. Comeback haina mtu, comeback ina moja tu, Rama the Great. Sasa naambua wasanii, mbona nyinyi wasanii. Sasa ambao tumeongea sana. Sasa tunataka kusikia vile vina tunaviongelea sasa. Kila mmoja tupatie rap moja ama kama mtachanganya nyote pia mtapiga pamoja pia ni sawa. Tuanze na huku kwanza. Tuanze na huku si. Jamaa kuna kibao hapa. Sijui nitoe hicho chako mwanangu. Leta vitu. Freestyle ya kifamilia. Kifamilia. Yaani si ndo mada faka, tuna mada haswa. Hope sija kutusi hapo mwana umenipata. Usi. Iko sawa. Unajua jamii. Mimi kama nilivyokuambia mimi napiga love song. So acha na kidogo mstari love song. Nimeupata mwanga, nimeipata nuru, kwako nimekaa na hisi niko huru, siwezi ruka kama vile kunguru. Upo moyoni mwangu tu, mapenzi ni Ulaya, lako liko fire, umenishika pabaya, kwangu endo dawa, mami unabaya na hisi kupagawa. Upo moyoni mwangu tu. Nakubali. Paji vipi? Naam. Ndugu zetu hapa wanajiita motherfucker. Ni ndugu zetu hapa wanaojiita motherfucker. Sasa katika mitandao mko, si ndio? Msikose mazetu, subscribe hapo, ingia YouTube tafuta Velv utanipata, ukiingia Facebook tafuta Velv pia utaniona, Instagram pia Velv626 utanipata hapo, mitandao yote niko kama Velv. Katika mitandao hapo utanipata na Selam 36 hapo kote, si YouTube, Instagram, TikTok kote huko, Mediafire, kila mahali, Spotify, kote kule mtakapofika, na msifollow, msisahau kutufollow hapa na Mariakani Media hapa, usio comeback aina mmoja nisomo tu. Yo, what's up my good people? Asante sana kwa yote ambaye alitazama hii interview yote, na tumetoa pia shukrani kwenu mazee kuendelea kusupport Mariakani Media, na ni furaha yangu pia na ni furaha ya watu wote ambao wanasupport Mariakani Media. Usikose kusubscribe YouTube hapo, tufollow Facebook na pia TikTok tupo, na this is Mariakani Media na hii ni comeback.